be afraid. Hii hali ni kweli inakuja. This is something that is coming. Nikamwambia Mungu na kuomba. And I asked God, usiruhusu. Do not allow it. Bas. That's it. Nikanyanyuka. And I got up. Sasa watumishi. So servants of God. Kuna ugonjwa unakuja. There is a sickness that is coming. Tena sikutishi kwa sababu hata mimi mwenyewe nimetishika. I'm not scaring you because even I was scared. Nikitishika lazima nikwambie leo. So if something frightens me, I need to Leo tell tarehe you. ngapi? Today is the 3rd. Ha? The 3rd. 3. Bas. Kuna ugonjwa unaletwa. There is a sickness that will befall Tanzania. Kabla ya mwezi wa 7. Before the month of July. Ugonjwa utaingia Tanzania. This sickness will enter Tanzania. Ukiupata ule ugonjwa. And if you get this sickness, kupona ni neema ya Mungu. Healing is grace. Lazima nikwambie. I need to tell you this. Nilipomuuliza Roho Mtakatifu na akasema ndio unakuja. When I asked the Holy Spirit, he assured me it is coming. Kuna mahali Mungu anakasirika. There is a place when God gets angry. Kuna mahali Tanzania itaumia. There is a time that Tanzania will be hurt. Sasa ni wakati wa wewe kwanza kukaa na Mungu mapema. So this is a place for you to start to sit well with Christ. Hallelujah. Hallelujah. Manake inaonekana kuna kitu wamekitengeneza. This means there is something that they have prepared. Ambacho hakijaanza kutembea. That hasn't become. Sasa watakimwaga mahali. So they are going to spread it. Wakimwaga mahali. When they spread it in a certain location, ugonjwa huo unakosa pumzi. That sickness you're going to lose kwa breath. dakika za haraka haraka. In few seconds. Ukipita hapo. And if you pass there, basi wewe una Mungu ndani. That means you have Christ within. Kinakuja kipindi kibaya tena. So there is a bad wave that is coming. Sasa naomba tutangaze hali ya dharura. So I want to give you something urgently. Tunatakiwa ratiba za ujenzi zilituvuruga maombi yetu yale ya siku 7. The building, as you can see, changed our program we had set for prayer. Uweze kufika hapa saa 10 au saa 8 na maombi yako watu wanagonga ngong. You can't come here for prayer and the fundis are working. Kazi hii ikishaisha hapa, when this work is complete, zoezi linalofuata la kupaka nini? Bodi, unga. That the next stage will be to put the wall putty. Inabidi tuingie kuomba. We need to enter into prayer. Tunafunga maombi kwa ugonjwa ambao wanataka waulete. We fast and pray over that sickness that wants to be. Hawatauleta Tanzania, maana yake itakuwa dunia. It will not only be in Tanzania, it will be in the world. Na waliotengeneza ugonjwa akiwemo mwanamama mmoja. And the people that prepared this sickness also, there is a woman. Ni zaidi ya ugonjwa wa corona. It is more severe than the sickness of corona. Sasa mimi kama mtumishi wa Mungu. So I, as a servant of God, nimeletewa ile taarifa. This message was brought to me. Nadhani aliyeleta ni shetani tu kututishia. I think it was the devil that brought it to scare me. Ikabidi nimuulize Mungu kwamba hili. But now I needed to ask God for a confirmation. Mungu anasema ndio wamefungua lango hilo. And God says that door has been opened. Sasa ni maombi ya kumsihi Mungu. So it is prayer to upepo huo usije Tanzania. It is prayer to ask God for that sickness not to come to Tanzania.